LEET kwa kushirikiana na WWF na MCDI wametoa mafunzo kwa wahifadhi wa misitu wanaosimamia ugani na uenezi kutoka kwa Wakala wa Huduma za Misitu TFS. Mafunzo haya yaliyofanyika mkoani Morogoro yamefadhiliwa na Umoja wa Ulaya kupitia mradi wa mbinu jumuishi za maboresho ya mnyororo wa thamani wa nishati ya miti. Tunatekeleza mradi ambao unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Ni mradi wa miaka mitatu ambao unaitwa Integrated Approach for Transformation of Tanzania Fuel Wood Value Chain. Kwa Kiswahili, mradi wa mbinu jumuishi za maboresho ya mnyororo wa thamani wa nishati miti hapa nchini. Ni mradi ambao unafiti kwenye program nzima ya nishati safi ya kupikia, na ni mradi ambao unatekelezwa katika mikoa 6 kwa maana ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro, Tabora na Mwanza na halmashauri 17. Kwa hiyo mafunzo haya tunatarajia yatatusaidia kufikisha elimu sahihi kwa walengwa ambao kimsingi ni wananchi ambao wanahitaji sana kufahamu kuhusu hii elimu ambayo itawasaidia kwenye kuhifadhi rasilimali za misitu na nyuki hapa nchini. Chini ya utekelezaji wa mradi huu wa Integrated Approach for Transformation of Tanzania Fuel Wood, kuna capacity need assessment ambayo ilifanyika na ikabaini kuna changamoto juu ya usimamizi wa hizi sheria za misitu hususan kwa hawa maafisa misitu. Kwa hiyo na pendekezo moja wapo ambalo lilitolewa ni kuandaa mafunzo kwa hawa maafisa ugani, kwa sababu ni maafisa ambao wanaadili na jamii moja kwa moja. Kwa hiyo tukaandaa haya mafunzo kwa ajili ya kuwajengea uwezo juu ya usimamizi wa hizo sheria za misitu, lakini pia na kuwajengea uwezo juu ya utekelezaji wa sheria hizi kwa kuzingatia haki za binadamu. Pamoja na mambo mengine, mnaenda kuandaa training tools ambazo zitakuwa kwa Kiswahili na mambo mengineyo, na hii ni sahihi sana kwa sababu mnafahamu tunafanya kazi na wadau kwa ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo tunaweza kuwa na dokumenti za Kiswahili, za Kiingereza na za lugha nyinginezo kulingana na watu tunaofanya nao kazi, ili mradi tuhakikishe ule ujumbe wetu tunao target uweze kuwafikia wadau kama inavyotakiwa. Tumeweza kutoa mapendekezo ambayo yameidhinishwa na Kamishna wa Hifadhi Tanzania TFS Professor Dos Santos Silayo kwa kuteua sasa maafisa wa uhifadhi ambao watakuwa ni maafisa wa uenezi kwenye kanda 4 ambazo mradi huu sasa unakwenda kutekelezwa. Wahifadhi wa misitu kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania waliendelea na mafunzo ya ugani na uenezi yenye lengo la kuimarisha usimamizi endelevu wa rasilimali za misitu hapa nchini Tanzania. Tupo hapa mkoani Morogoro, katika manispaa hii ya Morogoro, tukiendelea na zoezi la mafunzo ambayo yametokana na jitihada za wadau wa uhifadhi, wadau wa maendeleo kwa maana ya wafadhili ambao walifanikiwa kuweza kuchangia au kutoa vifaa vya kuboresha na kuimarisha shughuli za uhifadhi wa misitu hapa nchini kupitia Umoja wa Ulaya kwa maana European Union. Mimi ni mmoja wapo wa maafisa ugani na uenezi kutoka vituo mbalimbali vya TFS tulichaguliwa kuja mkoani Morogoro kwa ajili ya mafunzo haya ndani ya Morogoro. Tuko hapa tangu tarehe 15 hadi sasa tukiendelea na mafunzo haya, ambapo tumekuwa na mafunzo haya katika namna mbili: mafunzo ya darasani pamoja na mafunzo ya nje ya vitendo. Katika mafunzo ya darasani tumejifunza vitu vingi, lakini tukaja kuwa na mafunzo ya vitendo ili tuweze kufanya kwa vitendo yale ambayo tumefundishwa darasani. Katika majadiliano tulojadiliana, point namba 1 tunasema through knowledge transfer and capability building, communities may be involved in different income generating activities. Kwamba kwa kuwapa wale wanajamii elimu na kuwajengea uwezo, wanajamii wanaweza wakajihusisha na shughuli mbalimbali ambazo zinawasaidia kuongeza kipato, hivyo kuimarisha riziki zao katika maeneo yao. Hapa tumekusanyika katika mafunzo ya ugani na uenezi. Jamii inahitaji sana hii huduma. Kwa na mimi nitapotoka hapa tutaenda kuwapelekea hii huduma ya extension services na kuweza kuibadilisha jamii yetu katika mtazamo, mwenendo wao wa maisha kila siku na hata katika shughuli zao wanazofanya katika maeneo ya misitu yetu. Sasa kumkaribisha mwenzako mdau mwingine kwenye
ile msitu ambao unausimamia au unaumiliki wewe unakuwa na perception tofauti dhidi yake, hata kama hajafanya kwa kitu, lakini tayari wewe unahisi kwamba vile vile, sio unahisi, ni kwamba malengo yako ya kuanzisha ule msitu hayatafikiwa. Kwa hiyo tunaona conflict of interest among stakeholders, kwa maana wale jamii na hawamiliki na wengine ambao wananufaika au wanaathirika na huo msitu. Tumekuja kwenye mafunzo ya uwezeshwaji katika kushiriki masuala ya ugani na uenezi. Kitu kikubwa kabisa katika haya mafunzo tumejifunza usimamizi endelevu wa misitu. Hapa mbinu bora za utunzaji wa misitu kwa njia ya kudhibiti ukataji holela wa misitu yetu. Hapa tunamlenga mwananchi moja kwa moja ambaye anajihusisha na ukataji wa miti kiholela. Sasa basi sisi kama waenezi tunatakiwa tufikishe hiyo elimu ya kuwafundisha ni namna gani sasa ya kuhifadhi misitu yetu. Mafunzo tuliyopata ni pamoja na mbinu bora za kufikisha ujumbe wa uhifadhi wa misitu kwa wananchi wetu. Tumeweza kuona pia kuhusu matumizi ya mkaa ambayo yanatishia uharibifu mkubwa wa misitu. Pamoja na juhudi kubwa za serikali, kunatakiwa vitu vingine vifanyike, ikiwemo teknolojia ambayo tunaitumia kwa ajili ya kudhibiti uharibifu wa misitu. Kumekuwa kuna mada mbalimbali ambazo zimewasilishwa za kipekee, za utofauti kabisa, ambazo zinawajenga, tuna imani kabisa, kwa sababu wameelimishwa kuhusiana na masuala ya namna ya ufundishaji wananchi, namna ya kutengeneza kutumia mitandao ya kijamii katika kuelimisha, namna ya kutayarisha picha zenye kufundisha, lakini pia picha mjongeo kwa maana ya video ambazo zinaelimisha na kupeleka ujumbe wa uhifadhi, lakini pia matumizi ya vifaa vilivyotolewa na wafadhili hawa katika kuendesha semina na uonyeshaji wa sinema kwenye vijiji vinavyozunguka maeneo ya hifadhi ili kuendelea kujenga ule uelewa wa pamoja. Kwa hiyo tumekuwa na mada tofauti ambazo zimewasilishwa na wataalamu wabobezi, wakiwemo wengine kutoka TFS na wengine waliotafutwa na wafadhili hao. Activity nyingine pia ya nje tuliofanya ni kufanya majadiliano katika makundi madogo madogo, ambapo tuliweza kuchangamana wa maafisa kutoka vituo tofauti. Kupitia mchangamano ule nimeweza kujifunza kutoka kwa wenzangu na wenzangu waliweza kujifunza kutoka kwangu. Hivyo kupitia kujifunza huko, hata tutakapoenda katika field activity itakuwa rahisi kutoa mifano ambayo imeweza kutokea kwa wenzetu wengine. Lakini vile vile tumejifunza mbinu gani ya ufuatiliaji na udhibiti wa rasilimali misitu kwa matumizi ya kiteknolojia na takwimu katika kufuatilia au kulinda misitu. Sisi kama wataalamu wa ugani na uenezi, mwananchi sasa tunatakiwa, ili kumfikia ni lazima vyombo vya habari viweze kumfikia. Kwa mfano tutakuwa tunatumia redio, kuna TV, tunaweza tukachukua madarasa mbalimbali ambayo yanahusika na masuala ya ukataji miti, kudhibiti ukataji miti, ni namna gani ya kutengeneza nasari mbalimbali, lakini pia kuna swala la ufugaji wa nyuki. Haya maswala sasa yataweza kumsaidia mwananchi aweze kupata kipato na kuondoa lile swala la ukataji miti kiholela. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumepewa hizi mandates za kusimamia hii misitu, basi at least to play our role ya kugeuza jamii, ili at least wajue kwamba hii misitu ni kwa ajili ya wao kwa sasa hivi na kwa ajili ya vizazi vijavyo, vizazi 100 mbele, at least nao vije enjoy endowment ambayo Mungu alitupa.